Hi viewers, karibuni sana. Hapa ni Mali Land Realtors Limited, wauzaji bora wa mashamba here in Kenya and diaspora. So tunawakaribisha, you are our family. Kujeni hapa tuweze kuwasiliana moja mbili. And we are here with my colleague, anaitwa Perpetua Wamboi. Na mimi naitwa Mary Modoni. So welcome. Perpetua anaweza maybe pia wakaribisha. Hi viewers. Naona mjaanza kutap. Hebu mtapie hiyo screen. Mko aje? Habari ya Monday. Unajua watu hawapendi Monday sana because of the weekend. Na last week tulikuwa na long weekend. Sasa watu wana feel hii Monday manzi. Unasikia ni kama unaendelea unasikia kuna kalamu kama kuamsha, unasikia mimi hiyo sitaki kuamka. But Monday is here with us and we thank God. Karibuni sana. Leo tuko na a very interesting topic yenye nataka nione watu wakichangia. Mwanze kuandika hapo chini. A very interesting topic yenye ina to affect all of us. It's about, is it a must for a man to be a leader in a relationship or in a marriage? And I'm going to ask my colleague here, Mary. Lazima mwanaume akuwe leader, because mimi nikiangalia nikijaribu kuwe kwa hii lifestyle tunaishi, si lazima mwanaume akuwe leader. And again, let me first of all pose this question. Who is a leader? In a relationship or in a family? Marriage, I mean. Who is a leader? According to me, a leader ni kiongozi mwenye anaongoza mambo yaende kulingana vile inafaa. And I'll go back to Genesis in the word of God. I think in our Bible tunaona wakati Mungu aliumba mwanaume, he started with a man because aliona yeye ndiye anafaa ku-eliminate na kufanya zile vitu yeye alikuwa anafanya in his absence. So sisi tukiletwa kama wasaidizi, so a man should be the leader in everything. I'm not refuting that one, lakini sitaki tuende sana. I'm not against the Bible because ukiangalia ile maisha tuko nayo saa hii, unapata mwanamke na mwanaume wana play almost the same roles. Hata sometimes unapata in a relationship ama in marriage, mwanamke anapewa majukumu sana. Unapata yeye ndiye sijui analipa school fees, anafanya nini. Then ukuja kuniambia ati mwanaume ni leader. Hata ni leader aje na hakuna kitu anafanya, halipi shule, hafanyi nini, atakuwa leader aje? Anaweza kunilidi kama si responsible. Unajua wengi siku hizi wamekuwa very responsible. Wanaachia bibi mzigo yote. Unaambiwa fanya hivi. Ama unaingia kwa relationship, unapata mtu hata mmeenda mahali na your boyfriend. Inafika wakati wa kulipa bill. Una mtu anajifanya sijui acha niongee na Kasimu, sijui acha nifanye nini, ama anaanza kuchukua kadi yenye haina draw. Mimi nilikuwa na kesi, tukaenda mahali. Sasa ni mtu alikuwa ananidate for the first time. Sasa tumeenda ni wakati wa kulipa bill. Ati anajifanya anatoa wallet, nimesahau na card. Sijui anachukua simu, sijui nini to excuse. Kumbe this person ataki anafikiri from the outlook na this girl akona pesa. Sasa anataka kujifanya hataki kulipa bill. Then unaweza kuniambia huyo mtu ni leader. What kind of a leader unataka kutorokea bill? I think on that conversation mtu mwenye mmeenda na yeye mahali alafu anajaribu kujago around your mind ati ndio msimamie. I think for me I feel as a leader because mimi kulingana mimi nikiwa Mary naonanga mwanaume ni kama amepewa supernatural powers, hafai kuwa anashindwa. And the minute ameitikia ati a woman should come and take over, huyo mwanaume already from the word gwasha ndio pale kwa leadership. So huyo amefeel. But the big percentage mimi naonanga wanaume wanajituma na hawapendi hata kupewa, especially na African culture wanapenda sana kujituma. So for me I stand there that mmoja ama wawili ndio wanakuja wanaharibia wanaume wanajituma huku nje. Labda wewe ndio umepatana na ule mwenye hafai. Ni wagani hao wanajituma? Mimi wengi nimepatana na wengi siku hizo ukisikiza
ukisikiza hata kwa TikTok unapata mtu anasema bwana yangu sijui nini amekata responsibility, sijui. It is all over in the media domain. Unapata mtu hataki kufanya kitu, mwingine hataki kufanya kitu, but anataka kukurule. Anataka kukurule mpaka kwa nyumba, anataka kusema unataka hataki kuprovide anything, but anataka kuingia kwa nyumba, sijui mimi sijui, mtajua mimi ni nani, tutajua na uprovide hakuna kitu unafanya. Unataka kuwa leader. Na muendelee kutap na hebu niandikieni comment hapo msaidie mjadala. Hebu muendelee kuandika hapo chini, nataka kuona tunaelekea wapi. Continue tapping please my viewers. Muendelee tap. Tunaelekea, cause mimi on my side I'll start with anyone can be a leader as far as you are a responsible leader. Okay, I think leadership mimi kwangu naona like wanawake, yes we can be leaders but I think for me when it comes to home matters na relationship matters, wanaume kuna ujuzi tu wanakuanga amepewa yenye sisi hatuna. Like now for instance myself, I remember there was a time my husband nilikuwa nahitaji kitu na I was capable ya kununua hiyo kitu, but alisema siwezi jinunulia kitu akiwa, and he bought it for me. So as much as unasema kuna wale wanaume wenye hawataki kutake responsibilities and being a leader, I can witness myself that there is a lot of men outside here wenye they are really standing out for their family and their women and their children still. Unapata unaenda kazi, yes, but anasema hataki pesa yako, hataki kujua hata nini una kama ni hadi mavazi yako yeye ndiye anasimamia, anakita for your food, anakita for the shelter, and he's okay. Actually there is hebu nikukate, why have so much so many cases that there are domestic violence. Unapata mwanaume juu umepata mwanamke unajua sisi siku hizi wanawake tunapenda sana kujituma. Wanawake tunapenda kujituma. Utapata mwanaume ametorokea, umepata labda responsibilities zimekuwa mingi. Anatorokea. Anaanza kusema kama kuna kesi nyingine nilikuwa nasikia mwanaume ilikuwa kwa one of the TV station alikuwa anasema ati bwana sasa vile bibi alipata I think her third born, akasema hii nyumba iko na kelele sana. Unasema iko na kelele na wewe ni leader wa hiyo nyumba. Mama alitoa hiyo mimba wapi? Unaweza kusema sitaki hiyo nyumba kuna kelele, atinaenda kutafuta peace. Na mwenye anakupea kelele ni mtoto wako. Si ati bibi ameenda huko kuokota mtoto, sasa kelele na akadisapia na akaenda. Is that a leader? Is that a leader? Hata ungegelea hata mambo ya marriage setup. In our country unapata wanawake tunajituma sana. Tunakuwa leaders. Ukienda mashinani, ukienda nyumba 10 unapata kuna mama leader kwa nyumba 10. So I think hapa Mary naona ni kama utaniunga mkono. Ukiangalia even in our setup unapata wanawake tunajituma sana. Mwanamke anachukua responsibility. Mwanaume anasema sijui unajua wanatemanga most of the time they say uko sasa sijui unaanza kuzaa watoto, sijui unaanza kufanya nini, unawekelewa mablame ati I like peace. You like peace? Are you providing that peace? Because that is one of the excuses wanaume, me I want the peace. Mimi if you don't give me peace, I reciprocate what you give me. Sure. So being a leader, you have to prove that you are a leader. Hata wao tunachagua, unasikia kuna semekana wengine wataenda nyumbani because you are not a leader. Being a leader, you have to show by example. Kama ni familia, unasimamia familia yako. Si kushinda ukiambia bibi, hebu leta salary yako, hebu leta sijui nini yako, sijui fanya nini, unaanza kupatia bibi responsibility. Bibi aliubwa kama a helper. Aliubwa kama a helper. Na muendelea kutap na kucomment. Sasa kuona comment. Producer utaniangalilia comments zinasema aje hapo. We continue tapping. Tupate comment. Muendelea kujadili. Okay, Perpetua, kuna swali niko nayo because unasema wanaume hawajitumi na wameregea. Is it that wanawake wanafaa sasa wakuje wachukue hiyo responsibility, they become the leaders of their homes, ama
wanaume wa step down, ama what are you suggesting? Hata si mambo ati watafanya, washafanya. So it's already there. It is already there, it is in the public domain. Hata unapata wanawake ndio wamekuwa leaders. Unapata mwanaume amekataa all the responsibilities. Anaachia. Na wacha nikwambie kitu moja, then hata ukiangalia kwa nyumba sasa, tuseme gasi imeisha ama kitu imeisha kwa nyumba. Then mtu umeinunua. Hey, anapurugi kiti chini nyuma, na sasa unaachwa hiyo responsibility ya kununua gasi. Ile siku utafanya kitu kimoja hivi, unaachwa that responsibility ya kufanyanga. Sasa hapo, I'm thinking from that conversation, kama umeanza kufanya, ukimonyesha unaweza fanya, I think anaona ni kama umechukua jukumu yake, so yeye anaregea. Lakini ukimonyesha hautafanya, hayuko supposed kuregea, hata ako supposed kukuambia that is my responsibility. Ako supposed kujua gasi ikiisha, nini ikiisha, I'm supposed to do like this. Hata unapata even kudiscipline watoto, that was hiyo ni kazi sana. You know, men set up rules. As women we tunafuata kama rules zinafuatwa. Kuseti rule kwa nyumba ni mwanaume. Then a woman is the one who follows that are these rules being followed. So unapata even setting the rules, the father is not there. The father is not so we have set the rules. Dads. Yes, we have as they are there in the mind. Kuna dad kwa nyumba nimeolewa, but hakuna ile unaona kuona hakuna kitu unaona inafanyika, na so they are not even setting up rules. Ndio mwanamke ako suppose. So hapo unapata overtake in leadership. Unapata meetings za shule, mama. Wapi? Mama. Na mwanaume yako hapo na anataka kusema mimi ni leader. Mkiitwa kwa family gathering anataka kusimama boma yangu, ile familia yangu, you want to be the leader of that family. How can you be the leader and you're not responsible? I think leadership comes with responsibilities. It's not just a name. What do you think went wrong basi kwa hawa wanaume? Because I think as the Bible tells us that they are supposed to be leaders, but sahi, as you are saying, I can attest to that. I've had a lot of ladies talking about the same thing. Unapata mtu akona bwana lakini anakaa ni kama hana bwana. Where do you think they went wrong? Because ni kama kuna shida mahali kwa society. Although on my side I still stand with men are leaders and they were created to be leaders. I've seen leadership in several of them. Kama unapata mzee anachukua, anaenda ananunulia bibi yake maybe like a plot. Kuna bibi anaweza nunulia bwana plot. Hata umeenda bali sana. Sasa hii tunauza wapi? Sasa hii tuko Masinga, tunauza Matu. A place called Masinga. We have very good prime plots. Za 50 by 100 na tunauza na bei ya 350. Na ukienda kwa system yetu unapata hizi plot zetu mingi zimenunuliwa na nani? Ladies. Ndio wana invest. Na wa invest then wanakuja kusurprise bwana, surprise na certificate. Because this woman anaona future ya this family. Hata mwingine utapata kuna mwingine amenunua Masinga. Sitamtaja jina. Amenunua hizi plot za Masinga. Because hiyo that is very prime. Ni mali unaweza jenga hostel because kuna shule, kuna vocational college, kuna Masinga boys. Na sasa these plots unaweza jenga hostel. Mama amejificha, amekuja, amenunua saa hii. Actually we talked with her on Friday. Ameanza kuweka foundation. Na niambia mzee hajui. Is that not a leader? Sasa hii project itakuwa na generate pesa. Out of that, she will come to surprise the husband after she has finished building. Is this who is the leader here? So these plots are very prime. Na nilimwelezea ukiangalia kwa system those who have bought many plots ni ladies. The Masinga plot tumekuwa tukiadvertise even other plots in projects yenye tumeuza. But with this the Masinga plot that is very prime. 50 by 100. By the way when unatafuta pia kuna plot hapa tunauza. 50 by 100 ziko side ya Matu Masinga na tunazana bei ya 350 cash price. Now for more information, you can reach to us on 0704 882222 0704 882222. They are very prime plots nye unaweza jenga hostels. Kuna students wenye naishi around. So back to our topic. Me, I'll still continue to insist that ladies, they can be very good readers. Ni sasa tunaenda pale unaanza kusema mambo ya Biblia.
refuting what the Bible will say. I'm not against the Bible, but mwanaume aliubiwa helper, akatake that advantage. So the helper alikuja sasa kama yeye ndiye aliubwa kwanza mwenye kazi. Sasa akawabatekiwa na mwana sasa inakuwa ni kama bibi ndiye leader, mwanaume ndiye helper. So I think it's a high time men will realize they are the leaders. Na Mungu aliwaumba kama leaders. They should start as leaders of the family, of any relationship. Wasimame tu waonyeshe I'm a leader in this family and I protect my family. Kuna swali Perpetua. Ask. Do you think hao wanaume labda they are hustling so much, wako kwa makazi, labda wanawake ndio wanakuja napatia pesa na mwambia Perpetua ende ununue, I have this money, na sababu maybe I'm very busy with work, si uchukue hii pesa uende ununue plot. Labda ni yeye amekuja na mtuma, because hata wanawake pia sisi we are very cunning. Utapata mwanaume wako amekupea pesa, anataka you start developing something, alafu unakuja unachukua ile glory. So I'm thinking wanaume wetu pia they are very hard working. Kwani pesa yao wanapeleka wapi? Because ladies wanasema wao ndio wanatoa pesa. Sitakataa ama sitakubali na sitakataa because mwanaume mahali ametoa pesa ajificha na huko ndani nyuma akosa kujulikana. Hey, hawezi. Atasimama lazima atataka kujulikana, mimi ndio nimetoa hiyo pesa. Na tena utaona imeandikwa jina ya nani? Utapata jina imeandikwa jina ya mzee. Okay. Ama aseme tuandike, lakini unapata tena imeandikwa jina ya nani? Jina ya mama. Na tena uniambie Mary, sijui acha kwanza niangalie nani wanasema aje, tunaambia watap wanasema aje. Want to read the comment, tuone vile watu wanasema kama mjadala inaendelea ama tuone wenye tuko pamoja. But I think in all this ladies are becoming good, they're becoming good leaders. Wameovertake wanaume. I think so they're going to agree with me. Yeah, they've been overtaken because wameregea. Na wanawake tumekuja tumekaa tumepita. Okay, one thing I know about ladies, when something is well shown to you, unaifanyanga vizuri sana. So I think hao wanaume ni kama waliregea na hao wanawake wakajua vile wanafaa kufanya and they took over. Okay, I agree. Our men have been challenged. Nimesikia a lot of comments. Watu wakisema vile wanaume wamekuwa relaxed. It's up to our men. At least mjikakamue. Because si vizuri. Vile kunaelekea, mtajipata pabaya. So wake up and become the leaders, because that's what we are created to become. So many join. I think I can agree with you on that. Lakini si kumaanisha ati wameisha. Lakini umeshavuka mjadala, umeona kuna wamebaki. Because may have one and I can attest to that. But the biggest percentage wacha to agree ni kama wameregea somehow. It's a wake up call, and I know it's a matter of time. Wanaume pia mkipata ati maybe your lady is doing well than yourself, wacha kusikia intimidated. Join hands now, yani become one. And ungewaambia ukiona bibi yako anajituma, usikubali. Unajua sasa sina sisi tukijituma tunataka kuchukua hiyo authority. Tunataka kuchukua authority. A man should take that authority and be the leader. And be the leader and be counted in that family. Sio unachukua pesa unapatia bibi ndio ulipe shule. Hata kama utampatia, wacha watoto wajue nimepeana hiyo pesa ikalipe wapi? Shule. Unajua sasa hapo they are failing. That's why tunachukua leadership kwa familia. Ukienda hata kazi mingi unapata ladies, unapata CEO ladies, unapata HR ladies, managers unapata ladies. Tumeamka. You've really woken up. Na hapa ndio men wanakuwa overtaken because wanakataa responsibility. Ukiangalia so many men wanakataa responsibilities. Na hapa ndio intimidated unapata like how do you get to be intimidated and you're a man? Why?
Only you should stand up as a man. You should not agree to be intimidated because you are created as a man. Ulikiretiwa as a man na ulikiretiwa kwanza na ulikaakaa na wanyama. Unje pia mtu amesurvive na wanyama si mchezo. Kwa Garden of Eden mtu amekaa na wanyama si mchezo, umekaa na wanyama kwa Garden of Eden, umekaa ndio Mungu akaona acha nipatie mtu wa kumhelp. But I think God was doing that for procreation. So it is upon our men. Do you think there is something that we are supposed to do as ladies towards our men, at least ndio waamke na waweze kuendelea zaidi? Because like now nasikianga tukiambiwa kuna msemo inasemanga behind every successful man there is a woman. Do you think maybe our men are not becoming successful because they are, as ladies hatuwa support? Hapana. It is not like that. It's not because we are not supporting them. I'll keep on repeating this word. They don't want wanapotelelea responsibilities. Wanapotelelea responsibilities. Considering the economy, the economy iko. Na one thing yenye inafanya tunawashida is because mwanaume akianguka hajui kuongea na hataki kutoka, labda ameanguka akiwa you had a company imefilisika, but sasa utaki kuamka uende kwa tuseme hoka uanze kuhoka, utafeel hiyo si kazi niko supposed kufanya, sitafanya hiyo kazi. But already utapata already alikuwa HR, kazi imeisha na vitu zimekuwa like time of COVID. But huyu lady huyu mama hata kubali kukaa hapo akigojea kazi ya HR. True. Ataamka, ataenda kufua nguo, ataamka aeke kibada, ataamka afanye hivi. Unlike men, na hapo ndio leadership inawaponyoka. Because tuseme sasa katika time ya COVID watu wali lose job. Unapata familia bibi na bwana wamepoteza kazi. Haya, bwana hataki kuchukua ile kazi inakuja. Because I was a HR, I was a director, I was I was a manager. So kazi imeisha na kampuni imefunga. But kuna kazi ya mjengo inaitwa, hutaki kwenda. Bibi alikuwa HR, alikuwa CEO, alikuwa whatever, kazi imeisha, ameenda, amepata kazi ya mjengo atafanya. So is it that it's an ego that men has? Ile ego yao inamfanya asikie like there is a certain job that I'm supposed to be doing and this one is not the right one for me. Anaepuka yenye labda anaweza kwanza shikilia ndio aweze kusimamia familia yake, he specifically for a certain job. And from your conversation I understand that wanaume sana ni kama kuna ka class wamejieka like wanaona because I have a woman and mwanamke wangu anajituma, anaona wacha huyu anaweza fanya hiyo kazi, mimi sitafanya hii. And that's why unapata hii leadership yenye unasema mtu anakuja umeniachia responsibilities za kuangalia familia. So anaenda na hustle through that process. What I know it's that when you are looking for a better job, you have to get it from a certain place that you are in. Hawezi pata nyumba kazi mzuri ukiwa ati kwa nyumba. Tutoke hapa kwa nyumba uende ukatafute kazi. It's a no. You can never get a better job of your dream. Unlike maybe uko mahali umejishikilia, ukitafuta mahali pengine utaweza pata rahisi. Sasa hapo ndipo wana fail. How can you advise maybe our men? Because as you are saying, I think that one it's a wake up call. Sasa I'll advise them fight for your leadership. Fight for that leadership. You are created by God to be a leader of that family. Fight for that leadership. Sasa hapa kwa kazi fight leadership aje? Unajua sasa usipofanya kazi bibi anza kujituma, sasa hapo ndiye anakuovertake. Bibi akichelewa utamuuliza ulikuwa wapi? True. Umeshida kwa nyumba, then nimeenda kuhustle, unapokuja kuniuliza ulikuwa wapi? It won't end well. So the thing is fight for your leadership, for being a leader in the family. How do you fight it? By providing, by doing what you're supposed to do. You're supposed to do as a man in the house. And when you do that, you maintain that your position in the family. Oh. Yeah, that's what I will urge our men. Wow. I think umesikia tumecharibia na kuachwa vizuri sana. Inakuwa moto na sasa don't be left out. Watu tununue plot kukopa side ya Masinga, very prime plot, don't be left out. 50 by 100 that you are selling at 350 Kenya shillings.
Yeah, ni place unaweza jenga hostel. Because we have vocational college. We have it is near Masinga town. Very prime prone, don't be left out. And for more information, you can call us on 0704 882222. Or you can visit us at Vika Road, Mountain Mall, 3rd floor. So yeah, mesikia tuko na very good deal. Mwenye anataka kujua zaidi, kuja tutembele kwa ofisi zetu. And call us through 0704 882222. And we always say that it is always affordable with us. Wewe uko hapo, unasikia, unaweza taka kujipatia plot yako. Don't fear anything, just come to our offices, talk yourself out, sema hivi ndio niko, alafu tujue vile tutapelekana. So usifikirie labda sababu hauna hii 350 cash yote ati pia umefungiwa nje. Wewe kuja tuweze kuwasiliana na tutakosana. Yeah, and as you've been told, these are commercial plots. Si mahali unasema ati unanunua ati uyeke. No, it's a place unanunua, una settle immediately. The social amenities, as you've been told by my friend here, ziko on place. So kuja, this is the right place for you. It is the best deal that we've ever had. So most welcome, tunawapenda sana. Na muendelee kutune, tutakuwa tunaingia live asubuhi. Na jioni tutakuwa tunaingia live. Mwanza kutufollow, kutulaikia, kutap. Yes. Tuendelee kujadiliana hii mambo. Ni mambo inatuhusu sisi wote. Na pia mnaweza andika your comment there, utuambie wewe maoni yako ni gani kuhusu hiyo mjadala. Yeah, because I think it's a very big topic and it entails all of us. So tuandikie hapo tuambie what our men should do. Thank you. Bye. Bye.